mke wangu mimi nitakuwa natweka alama na tabia kurudia, wewe tulia, lete kichwa. Kwa mume anaweka alama hapo ili usirudie tena kuchukua chakula. Alafu mke amempokea mpakuaji, anapunguza chakula. Unawazidishia sio? Ni harusi ya ukoi. Au kisa nyinyi una kamati? Wewe subiri kuweka alama. Kwa bibi harusi alikuwa akipunguza tu chakula. Kitu ni cha aibu kweli. Wazee walichukia. Sasa mzee akasemaje? Mambo gani wewe kuzalishana? Yaani kwanza unajaibisha wewe. Hizi dharau hizi. Sio unaga mimi. Unasemaje kama mzee wewe? Alafu ujue hatuja kualika hata. Paulinus pamoja na Agnes. Sasa kuna mtu mwingine huyo hapa. Hivi ushaonaga kitu kama hiki? Yaani udada kuanzia anapika chakula pale, anakuwa anasubiriwa na wateja nyumbani huko. Mpaka njiani huko, jamani tuuzie, subiri nifike kazini. Tuuzie hapa jamani, mimi nakutumia, nitaje namba yako. Sasa mdada mimi nashindwa kuelewa kwamba imekaje. Hapa ni wateja wake kwa sababu sijaiona kabisa. Labda ushaona. Udada huyu ni kama ana kitu fulani hivi, hata kama chakula kitamu. Sasa turudi kwenye harusi huku. Walivyokuwa kisherekea kuna mwanadada mmoja hivi ni kwamba alikuwa akiona. Anaona kwenye jicho la 4, yani kutumia uchawi. Na alikuwa ana manunguniko sana. Paulinus, wewe takiwa nioe mimi. Huyu dada kwani ni nani? Bwana, sauti ya moto ndo tunaanza kama hivi movie yetu. Twende pamoja, tujue imekaje. Wateja wapo kwa muuzaji mmoja tu. Wote wanauza wali hawa. Wote wanauza wali na marage. Jamani, Paulinus, kuna mashindano ya kula huko. Twenzao, kuna kidau kirefu, kuna mtonyo, kuna pesa. Kweli, twenzao tunachelewa. Basi Paulinus ikabidi aweze kufunga pale kazi. Tuuzie. Jamani wateja njoeni huku. Paulinus kama vipi, kama utuuzie basi bora tuondoke tu. Tutafanyaje sasa? Bora tuondoke tukapike nyumbani tu. Jamani na mimi napika chakula mbona kama cha Paulinus? Chakula changu mbona na mimi nauza wali marage? Si hatuwezi kula kwako. Ni kwamba dada, yani hata kama Paulinus akimaliza chakula, yeye haonui kwake. Sijui kwa nini. Ili auze, labda aanze kuzunguka mtaani. Napo ni changamoto kubwa sana. Anaona akikaa hapa ndio labda safi kwa sababu ni sokoni kuna watu wengi anaweza kauza. Lakini hapana. Akiwepo Paulinus hapa, yeye auze hata kidogo. Yaani watu wanampita tu. Hata sababu kwa Paulinus, chakula chake ni wanakiona kama vile takataka tu. Anasemaje? Siwezi kuvumilia hii hali. Paulinus hawezi kunifanyia hivi mimi. Kama ni uchawi, tutakomwana tu. Basi kwenye mashindano huku. Tuanzishe basi, anzisha. Okay, anzeni. Paulinus alianza kanyaga pale na mke wake. Oya twenzao, tuwashinde wote hawa. Twenzao kuna shida. Suuna matonge hayo. Mke mwenyewe naye mcharuko, cheki tonge. Oya watu ni kumeza tu, wengine vinawakaba. Yaani ni mwendo mdundo, ni mwendo mchubu, yaani mwendo wa kukimbizana tu. Ugali wa leo kaugali kadogo sana aka. Basi baada ya dakika ngapi tunaona watu wanapiga tu kelele. Paulinus. Mwamba ameshinda lakini yupo hoi. Anapumulia tu mipira hapo. Wanamwambia simama basi. Mwamba alianguka. Alishindwa hata kusimama pale. Yaani ameshiba vibaya mno. Nashindwa kupumua. Hospitalini huku mdogo wake analalamika tu. Yaani wewe hivi, yaani naona kabisa ni unataka umuue kakangu. Nasemaje? Akifa utaona. Yaani naona unampeleka mara nyingi sana kwa matatizo. Sasa limkuta la kumkuta. Wewe tulia. Ndio nakwambia kabisa limkuta la kumkuta kangu. Utaona. Yaani sitokuacha hivi. Lazima nikuharibu. Akifa tambua kwamba na wewe umekufa. Siwezi kuvumilia. Yaani ujinga kabisa. Umekuwa ukifanya hivi mara nyingi. Wewe tulia wewe. Anakuja daktari anasemaje? Jamani hapa ni hospitalini. Kaeni kimya. Daktari, kaka naendeleje? Mungu ni mwema. Ni kwamba kakako alipiga tonge kubwa sana. Kwa hiyo ile tonge likakaa hapa shingoni hapa. Na hewa ikawa inashindwa kuona ili kutoka fresh. Kwa hapa shingoni inatakiwa tupafanyie check up fulani hivi, tufanyie vitu fulani. Sio ile mambo ya kitaalamu. Nikiwaeleza hapo mtashindwa kuelewa kwa sababu hamjasoma. Ila nitakiwa tumfanyie upasuaji fulani kadogo hivi ili hewa ipite vizuri. Lakini yupo vizuri. Yupo safi tu. Na atakuwa sawa. Jamaa yupo huko amelazwa. Anapumulia tu mipira yani. Ni changamoto. Basi baadaye mdogo Paulinus akiwa nyumbani, kuna ndinga imeingia hapa. Ni nani? Wewe Fino umefuata nini hapa? Huyu dada huyu alikuwa mpenzi wa Paulinus kipindi hicho. Sasa semaje, nimefuata mpenzi wangu jamani. Kweli afu miaka 5 unashindwa hata kunisalimia hata vizuri kwamba jamani wao Fina, yeye ndio anakaribisha hivyo. Lakini ujue yule ashaoa. Afu kwani unaendelea kufanya hivyo? Mlishaachanaga lakini bado namisi. Yuko wapi? Bado mimi nampenda. Aliambiwaje? Yupo hospitalini. Basi ikabidi aje kumuona hapa. Mwambe upo tila yani. Jamani baby pole jamani. Bado hujachagua utundu wako.
unajua mimi saizi ni baby wa mtu. Saizi kwa nini mimi sasa, lakini ndo niko wako tangu kipindi hicho hadi na mimi mpaka leo kufa kuzikana. Na mke wangu akija hapa kuna changamoto. Jamani, lakini mimi bado nakupenda ujue. Inabidi tuondoke hapa kwa sababu jamani, usiseme hivyo, mimi nakupenda ujue. Paulinus, mimi nakupenda bado. Mwamba amelala tu hapo anaongea kwa shida. Jamani, wewe bado ni baby wangu. Basi ikawa hivi ni kwamba alivyoweza kurudi nyumbani anawaza tu hapa. Kwa sababu kuna mtu ambaye anampenda sana ila yeye hampendi. Yaani huyu dada anapendwa na Mwamba lakini yeye hampendi kidogo. Upendo wake au moyo wake upo kwa Paulinus. Jamani, haya mapenzi. Ananipenda simpendi. Ninempenda anipendi. Anawaza tu. Sio nifanyeje? Lakini Paulinus nampenda sana kuliko huyu hapa. Huyu jamaa huyu ni kwamba anampenda sana mwanadada Fina. Lakini Fina mpendi. Na mara nyingi sana amekuwa akimfuata. Huyu jamaa naye ana pesa, sio kwamba hana pesa. Ana pesa. Lakini Fina ni kwamba amejipata naye. Yaani ni boss lady. Kwa amekuwa akimfuata hapa anamuelekeza jamani Fina 1 2 3, Fina anakataa. Ni wiki moja imepita, Paulinus ameshapona. Kwa amekuja hapo kwa chifu. Udingi ana pesa yake mbaya mbovu. Kwa amekuja hapo kumwambieje, naomba chifu uje kwenye siku ya ndoa yangu, siku ya harusi yangu uje. Kumbe Paulinus pamoja na Agnes walikuwa bado hawajafunga ndoa. Kwa amekuja kumuomba hapa chifu tafadhali, uwepo wako ni jambo la muhimu sana. Nitegemea kuomba na kuomba tafadhali. Yaani sijui nisemeje, napata gumizi. Najua ukoepo, yaani kila kitu uhakika. Usijali, hakuna shida, nitakuja. Chifu alisemaje? Nitakuja. Basi nitashukuru kuona. Usijali, hakuna shida, nitakuja. Nashukuru sana, baki salama. Kwa mganga huku amekuja mwanadada ambaye analalamika kwamba yeye hauzi, wateja wanamkimbia. Ameona kabisa huu ni uchawi. Kwa hiyo amekuja kwa mganga hapa, anasemaje, tafadhali nisaidie. Siuzi, ni kama wameninyea. Yaani kama ni wamenichafulia nyota yangu. Mganga alisemaje? Hakuna shida, nisaidie tafadhali. Tafadhali, naomba nisaidie, nateseka yani. Wateja wananikimbia. Usijali. Wewe mweka la baraka. Akaongea maneno yake hapa mzee. Kisha akasema weka kuku hapo. Basi ndo yakaanza kutokea hapa. Jamani, ndo usia nikifika huko tu jamani, tunakuomba tafadhali. Tunakuomba. Wewe wanang'aniana hapa. Ni baada ya kutoka kwa mganga. Tulimuona mwanzoni akiwa anang'aniwa hivi. Kumbe ni baada ya kutoka kwa mganga. Alisema uzo wake baadaye hapa. Kweli. Nilichafuliwa kumbe. Nyota yangu ilikuwa imeweza kufunikwa. Sasa nasemaje? Mimi ndo nakwenda kuwa top. Nakwenda kuwa mfanya biashara mkubwa. Yaani mimi ndo nitafahamika kwamba mimi nauza wali mzuri kuanzia sasa. Sio yule bwege na kipenzi chake, sio na kimkiki chake, sio kichizi chenzake. Mimi ndo mwenyewe sasa kuanzia leo. Basi siku nyingine hapa Paulinus ameweza kutwa na Fina hapa. Fina ametumia kigezo cha chakula nini, yani amemsondisha jamaa kama vile aje kumletea chakula kwa azumuni lake yeye. Unakaa pazuri jamani. Ushajipata kumbe sasa hivi. Jamani, akamshika kalio. Jamaa anashtuka, vipi? Mbona tunaanza kushikana makalio tena hapa? Usijali. Unajua tangu kitambo nimemiss yani mzolombo wako. Jamani tafadhali basi nipatie. Ujue Fina mimi nishaoa sasa hivi. Vipi, mambo gani hayo? Afu ndicho umenitia huku. Mbona shindo kuelewa? Kwa jamaa leo ndo achukue bidhaa zake pale, achukue msosi. Lakini nataka nikupatie hela uachane nayo. Nakupatia milioni 15. Lakini jamaa akaona katika milioni 15. Anakaa vile mwadada ya mbobwaja tu. Ikabidi aondoke. Fina anashangaa. Ikabidi amfuate. Kumfuata nje anakutana Mwamba hapa huyo. Ilibidi amkumbatie tu kwa hasira yani. Ni kama alipata tu kukulilia hapa. Jamani Fina, kulikoni mpenzi? Amekufanya nini labda umpuze litoka? Lakini Fina analia tu, hapana, unajua nini? Amekufanya nini? Niambie, kitu gani ambacho kimetokea? Fina, tafadhali. Anakataliwaga mara nyingi sana. Hata leo ampata bahati ya kumkumatia tu. Fina akasemaje? Okay, tutazungumza, kisha akaondoka. Jamani Fina, sikiliza. Fina kaondoka zake pale. Wewe bwege, amekisha amempata njiani hapa. Umemfanya ni mpenzi wangu. Mbona kama nimefika pale, afu ulikuwa umetoka ndo naona mpenzi wangu nini simuelewelewi. Nini ambacho kilitokea pale? Na hizo ndevu kama blush ya chooni, yani maskini wewe. Sasa ndevu zangu zimekosea. Alafu nafika hapo naanza kupayuka tu. Au uelewe kwamba kitu kimeanzia wapi? Unajua mimi na Fina tunatoka mbali sana. Mimi sikutegemea kama utakuja kwa kupayuka hivi. Nikajua labda unaweza kusema kwamba samani, naomba nielekezee Fina labda nielewe. Kwa sababu mimi nishaoa. Mimi hata Fina mwenyewe simwazi. Kwa baada kufika pale naona tu ananishobokea ndoani kama nimkatae tu. Naona unajigonga gonga oya blaza tuishi hivyo kwa mimi niende zangu kwanza. Vipi?
Mimi ndani hai daladala, mwaka unazuia. Vipi ndani ende zangu? Basi familia kumbe. Si unajua, alijua ndoka na Fina kumbe hapana. Sasa nieleze vizuri kwamba imekaje kuhusu historia ni mambo yanalia. Ila ukitaka nikuelekezee mambo yakae sawa, safi. Okay, twenzani nikupe lift basi. Alimpa na lift pale. Basi siku ya harusi ikafika, cheleko, ndelemo, vigelegele na vifijo ni kama vyote. Mwamba ni ameulamba kweli. Kamati imependeza kweli. Bibi harusi naye imependeza. Watu ni hoyo. Sasa sikilizeni. Wana kamati kakaeni kwanza, naona kama vile siwaelewelewe. Kakaeni huko, maana mnatingisha hapa, mtaka ni kweli naona kama vile wanataka sio wanakutega. Jamani, vipi kauli gani hizo? Sikilizeni kwa makini. Naona watu wengine sijai kuonaga, leo naona. Basi bibi harusi anahesabu tu hapo ngapi. Naona mmejaa kweli, ila chakula sijui kama kitawatosha. Kwa hiyo inabidi leo tutumie four figure. Kama hujachanga hauli. Yaani kama unajua tu hujachanga, basi ambao hata kwenye chakula haupo. Kuna watu naona hapa, wengine wanabeba vitu begi. Yaani kama vile wamepanga wabebe chakula wapelekee bwana zao, lakini niwaambie tu kwamba hapa chakula hakitoki. Watu kamati inashangaa tu. Hatujaionaga jamani. Watu naona mmebeba mikoba. Yaani wengine sikiliza. Naona wengine wanataka waniibie bwana. Alafu kama hao wanakamata wanachezesha sio katika yaani kama umekuja hapa ni yako uniibie bwana, haiwezekani. Tena ushindwe kabisa. Watu ni ndo naambia kweli hivyo. Na atambua kwamba mtu mmoja anakula kijiko kimoja, upao mmoja tu. Nawe hapo hivyo mabegi hivyo unajua mmebeba kwa ajili ya kuja kubebea wali. Tunajua. Kwa hiyo ile begi kaliweke pale. Toa begi lako, lakini si nimebeba tu kama kubeba hiki. Wewe wakaanza kuweka alama pale. Unapewa chakula kwa kuweka alama ili usirudie tena. Alafu mbona kama vile unawazidishia? Hiki chakula unajua kimetoka wapi? Huu mchele wa Kiela umetoka mbali huu. Jamani, mambo gani haya? Bibi harusi upo serious. Mwamba ni yeye anaselebuka tu. Mke wake anafanya kazi, anaifanya kazi nzuri kweli. Haitakiwa hajaziwe chakula hawa. Si wana kamati. Jamani, mambo gani? Wewe unasemaje? Ndio kama tulivyoona mwanzo. Jamaa akasema kwani mpake huyu. Mke wangu usigawe kwanza, subiri kwanza nakuja. Wewe jamani tulia nini? Hii sherehe ni yangu ujue. Vurugu zilianza lakini alikuja nani? Alikuja chifu. Wewe wana kamati kaeni huko na tozawadi tu umekuja chifu hapa. Chifu ni kumwaga hela tu. Chukueni sandaka lawe. Amina. Bibi harusi na bwana harusi ni kuchekelea tu hapo. Amekuja chifu. Nimekuja mimi. Mwenye pesa za mauzo akae mbali. Kweli mimi nakujua. Walipatiwa bahasha ya kaki pale. Waligumbatia kuna pesa nini huko? Kuna cheki ya pesa nini? Wajua kuna cheki ya mamilioni. Anatupa tu sandaka lawe watu amina. Sasa si utushikishe hizo hela sisi basi. Chifu aliondoka. Watu ni kuokota. Wewe rudishe hela. Kila ambaye anaokota hela anataka rudishe. Wewe mwachie bibi harusi wewe. Baadaye unatazama. Bahasha ilikuwa ni 25,000 tu. Si tukajua labda kuna cheki ya benki labda kwenda kuchukua mihela. Yaani dharau hizi. Ndio umemwalika kwa mtu ametoa sandaka lawe pale mwaga mihela. Walibidi wamfuate hapa. Hizo dharau hizo. Utatupatia 25,000 sisi. Dharau kutudharau. Hivi unajua shilingi ngapi? Shela unajua shilingi ngapi hili? Shela inaendana na pesa hata uliotoa. Kelele hazikuishia hapo. Siku nyingine tena amekuja hapa. Yaani dharau chifu siwezi kubali. Yaani libifu haiwezekani mimi nadaiwa pesa nimekopa hela nyingi huko nadaiwa afu ulinipatia 25,000 mimi nitegemea kwamba nakualika afu dharau hizi. Chifu akasemaje? Fungua hilo begi. Kuna nini kwani? Alishtuka. Kwamba nini? Ni zako hizo. Fungua na la pili. Kufungua la pili hili. Alishangaa. Zote ni zako. Zote zako hizo. Nenda nazo. Mimi zangu. Chukua zote ni zako. Nilikuwa nimekuhifadhia tu. Hakuna shida. Alirudi nyumbani huku. Alikuta mke wake akiwa anadaiwa hapa. Kuna mwanamama anamdai. Kuna nini? Hela yangu mmesahau kwamba nilokopea kwenye harusi. Kwenye harusi hakuna shida. Wewe ndo hela ndo ya kutunyanyasia ile. Sio 500,000 kwanza mimi nakupa dola. Akushangaa ni alibaki ameshangaa pale. Akuamini ndicho anakiona. Shika hizo dola hizo. Mke mwenyewe amini. Wewe amesikuta pela. Shika dola na kuongeza na hiyo. Nenda kaishi vizuri na mume wako huko. Kaishini maisha mazuri, usipende kuwa na zikiziki, ondoka. Mume wangu umezipata nenda huko. Umezipata pesa hela hizi. Mke alikuwa na maswali kwamba umezitoa pesa hela. Unajua relax. Ni chifu. Tulia kwanza. Mbona hujaelewa chifu amnipa? Chifu yeye amesema tutumie tuishi. Ndio hivyo. Sasa gombe huo dada ni Fina. Yule ambaye tulimuona mwanzo akiwa anawatazama nani?
Paulinus pamoja na Agnes. Anasema kwa nini? Sasa huu ni mchawi imekajikaje? Mimi nashindwa kuelewa. Basi siku nyingine hapa Fina ameweza kufuatwa na mwamba ambaye anampenda siku nyingi. Anamwambiaje? Achana na mimi. Tena nipotezee. Jamaa amejikomba komba hapo, amekuja kumletea tu vijizawadi, lakini mwanadada anamkataa kukata miti ya kata kalakata. Anasemaje? Ondoka zako. Pita hivi, mimi sina hisia nayo hata kidogo. Kisha naingia ndani. Jamaa anabaki ameganda tu. Fina anampenda mtu mwingine. Na baadaye alikuja kukutana na mdogo wa Paulinus hapa. Anamueleza kwamba jamani, nielekeze kaka yako nampenda sana tafadhali. Lakini Fina, ujue kaka ameshaoa, nimeshakwambia kwamba kaka ameoa, mwenyewe unatambua hilo. Sasa wewe kwa bunda kwa libundo ya watu. Tafadhali, kama umpata mtu mwenye anakupenda jamani, pendana naye. Unataka kusemea kama mitano yote hiyo hamna hata mwenye anakupenda? Tafadhali, achana na kaka, ameshaoa. Tafadhali, naomba uzingatie hilo. Fina alielezwa kwa ndani zaidi kwamba tafadhali move on, achana naye, mpotezee. Inakuwa ni ngumu kwa Fina. Lakini ndio hivyo, huku pande pili, chifu sio mwema hata kidogo. Huyu chifu huyu kumbe ni mchawi. Anasemaje? Hizo hela lazima zitatokea puani tu. Si mnapenda dezo? Mnapenda kamseleleko, mnapenda ganda la ndizi. Sasa subirini kwanza. Mna siku chache sana. Kuna kitu gani ambacho kitawafuata Paulinus pamoja na Agnes? Mimi sijui, lakini chifu ameshazungumza hapo kwamba kuleni bata sana. Na bata kweli walianza kulila. Wanakula bata. Maisha yamebadilika. Walikuwa ni mchicha dagaa, sasa hivi ni wapiza na baga. Na mawazo yao ni makubwa, sio ya 200. Ni ya milioni 200. Mke wangu kweli ukiwa una hela hata nguvu za kiume zinakuwa hamna. Unajua nilikuwa napiga kimoja, sasa ninashangaa nguvu zimeongezeka. Na tukitoka hapa tunaenda kufaidi au unasemaje? Mume wangu kweli ulikuwa unapiga kimoja lakini sasa 2, 3. Yaani uhakika una nguvu wewe. Kweli pata hela. Sasa hivi unamfanya kazi ndio kumenyea ndizi. Bosi. Wewe ndio kumkanda mke wangu. Sasa chifu anatazama tu. Ndio maisha ambayo mnaishi, sio? Dezo kamseleleko. Nye kule ni bata tu. Subirini bata linaanza kuwala tu. Nye subiri. Kule ni bata. Unajua mume wangu, hivi juisi nimeagiza mbali. Unajua nimeagiza TikTok. Niliweza kuwatumia tu kwamba nileteni sehemu fulani. Yaani sasa tunaagiza tu na request. Kule ni bata. Basi siku nyingine hii hapa. Umwamba ni kwamba ile siku amekutana Paulinus. Paulinus aliweza kumweleza kwamba ukitaka uteke moyo wa Fina, tulia naye nini, mpe vijizawadi. Sio unapeleka tu uso wako tu pale eti Fina. Watoto wanapenda surprise. Kumwamba ameanza kidogo. Kweli ndoto anaanza kulainika. Asante. Bila shaka. Lakini mlango ulifungwa pale. Lakini atanielewa tu. Basi siku nyingine hii hapa kamati ndio inafungwa hapa. Ile sherehe kweli mashosti. Yaani basi tu. Yaani katika sherehe zote wanakuja hapo kina nani? Wakina Agnes ilipigwa juu chuma. Jamani wewe watakaje? Tulieni nyie. Jamani kwa nini umefanya hivyo? Alafu mbona kama unakuja kuharibu kikao hapa? Watu wewe unapanga nini? Tunapanga kamati gani? Alafu mnajua mnafanya ujinga sana, mnakula muda sana hapa. Mnapoteza muda. Hivi mna hela? Wewe una hela? Una shilingi ngapi labda? Kwenye akaunti zenu kuna shilingi ngapi labda? Za nini kwani? Wewe unasema za nini? Alitolewa pale. Unasema za nini ndo nini? Kaa mbali. Kikao cha watu wakubwa hiki. Kudadeki. Kaa hapa jamani kaa. Ikabidi akalishwe mtu mwingine kwa kiti kile. Nyinyi naambia mimi kwanza leo ndo mwenyekiti. Na mniambie chochote kile. Alafu mmekaa mnazungumzia sherehe yangu ile iliyopita. Basi huku nyumbani huku amekuja nani? Amekuja Mwamba. Amekuja Paulinus kwa mdogo wake. Anasemaje? Mdogo wangu, acha na maisha ya kupliza moshi makuni. Twende mjini ukale bata. Kakako nimejipata na maisha mazuri, twenzao mjini. Sio unakaa huko. Bora nikae huko kijijini. Mimi siwezi kabisa. Yaani sielewi umepata hizi pesa. Yaani sielewi. Kama ni hela za madawa je? Mimi unataka kanitoe kafara? Siwezi kubali. Umezipata hela kwani? Mimi hata nashangaa tu ghafla tu umekuwa tajiri. Alafu ni eti nijitoe eti ile mawazo ya kimaskini. Ni hivyo kwa maskini. Uko kusema kwamba nimekuja maskini. Lakini nimepata pesa tu lazima mpateje. Sasa hivi kweli acha ujinga, acha mambo ya kizamani au tunazao mjini. Lakini hakuna shida. Wewe si unapenda kukaa kiasili kama mchawi. Sio kama mchawi, wanamshikisha pesa hapo. Pesa mimi sitaki. Pesa zenyewe sijui umezipateje. Utaki pesa? Hata pesa zenyewe hataki. Kaka ataka mpe hata mtaji, lakini mtaji wenyewe hutaki. Hamna noma. Kamera huku zimemnasa mtu.
Kumbe ndivyo wanavyotufanyia. Sawa, wateja lazima wakubali. Lazima wanunue sana. Njiani anatembea tembea zake hapa amekamatwa. Yaani kumbe wewe unatunywesha mikojo kila siku, unatulisha chakula cha umechanganya na mikojo. Simuone cha ulikuwa unafanya. Anabisha alionyeshwa video ile. Sasa tuambie kwamba nani amekufundisha hivyo? Yaani amekupa hiyo mbinu ya ujinga. Mganga alikimbia baada ya kufuatwa. Simama. Mganga amekimbia, kisanga kimbaki kwake. Watu piga. Nzuri kweli. Jamaa mpambana. Ushauri wa Paulinus ameutendea kazi. Kwa sasa dodo lenyewe limelegea. Unajua ni mrembo sana. Lakini relax, mtoto mzuri. Sikia. Jamaa lina madini fulani hivi lilimsaundisha mtoto wa kike akatulia tuli kama maji ya mtungini. Basi twende chumbani. Sawa, ndio vitu nitaka hivyo. Basi siku nyingine hapa mabegi yamekuja yenyewe ya mashangazi kaja. Yamekuja wapi? Kitandani. Na pesa zinaongea. Pesa zinaongea kwamba tutumieni. Nunua pizza, nunua baga. Ikabidi wakimbie pale. Wewe pesa inakwambia kwamba nunua nyama, nunua hiki. Sasa chifu ndio alikuwa kukoroga maunzo yake, mabonzo hapa. Ndio maana pesa kule zinaongea. Chifu ameshaanza. Kwa ameshakula bata ile imeshawatosha. Anasemaje? Ni muda wa kuteseka. Asubuhi wanakuta tena mashangazi kaja. Vipi? Basi wanataka watie hata moto. Wanataka watie moto, pesa zinakimbia. Mambo gani haya? Tazama jicho la chifu huku upande wa pili. Chifu alisemaje? Lazima uelewe. Siku ya leo wanaanza kazi. Ni kazi gani ambayo chifu anazungumzia? Tutaiona tu. Lakini kitaani huku tunamwona mwanadada Agnes akiwa anauza matunda hapa. Yeye ndo masharti yameanza. Kwa analindwa na bodyguard huko anauza matunda. Bodyguard ameshika bunduki hapo. Watu lazima washangae. Mume anauza juisi, soda. Karibuni soda jamani. Karibuni. Masharti ya kazi nitakiwa upendeze. Yaani ukae kitajiri. Huyu jamaa anataka kimbie na pesa kwa adhabu kama yote. Baadaye chifu anasemaje? Kesho kila mtu nitakiwa atafute chizi mmoja ambusu. Na asimbusu mara moja, zaidi ya mara 1000. Yaani kila mtu Sasa masharti waliweza kumtuma raia aje kumuua chifu, lakini bunduki haikufanya kazi yote. Basi wala haikufanya kazi yoyote kwa chifu. Chifu akampiga kimbola huyu kwamba arudi kwa aliyekutuma, kisha kamchinje yeye mwenyewe. Umeshafanya kazi? Jamaa anauliza hapa, anashanga kiboko kimemgeukia. Na kuua wewe. Unaniua mimi kivipi? Mge akamwaya akampiga uchogo pale. Jambazi chini. Vipi? Jamaa alimpiga tu goti. Hoya. Kumsukuma hivi kumbe shauza kitambo. Si msala huu. Msala tunafanyaje? Ndio hivyo. Wewe ndo chanzo. Jamani wewe ndo ulichukua zile pesa. Zile pesa mimi nisema sitaki hata utajiri wenyewe. Ulisema saa ngapi? Uje mimi hata sielewi hapo, umechanganyikiwa hapo. Mambo yameshakuwa magumu. Yaani mume wangu wewe ndo sababu. Lawama kama zote. Wewe ndo sababu kwamba kutaka utajiri. Baadaye maafano yamekuja hapa. Jamani hatuna kosa. Mwanadada anashangaa hapa. Kwa nini? Kuna shida gani? Mume wangu mchukueni. Nani mchukue nani? Mchukueni labda mke wangu. Na hakuna chochote. Tumekuja tunataka tuangalie ndani kuna nini huko. Chifu aliwapigia simu maafande. Chifu si anajua kila kitu kinaendelea ndani. Kwa akawaambia kwamba kuna kitu fulani wamekificha hawa. Kitu gani? Kuna maiti huko ndani. Baada hapo si waliona maiti kweli. Kwa watu hao walikamatwa. Agnes na nani? Na mume wake. Chifu anachekelea tu huku. Lazima mnye debe. Si mnapenda kamseleleko. Basi alikuja hapa mdogo wa nani? Mdogo Paulinus. Alipata taarifa. Kwa nini mkuja kutoa taarifa huko Fina? Msaidie kakaangu. Fina alitoka. Fina alikuja kwa chumba chake huko moja kwa moja kuja kuangalia je, kulikoni? Fina anajua vyema tabia ya Paulinus. Kwa anajua tu kabisa hili jambo limekaaje. Kuja kutazama anagundua kumbe walipatiwa pesa za kichawi na ndo zimesababisha mpaka ametokea kutokea. Yaani kuanzia mwanzo mpaka mwisho aliweza kujua. Na alikuja kumuona hapa Paulinus. Ndio hivyo, sijui nifanyeje hata. Yaani mauzauza tu. Jamaa alieleza kila kitu. Ukweli wote naye alieleza kwa sababu jamaa huyu sio mtu mwongo. Kwa alielezwaje? Usijali unatoka wewe na mke wako yuko wapi? Alielezwa yupo kwa ajili ya wanawake. Chifu kwa ameshatambua kuna mtu anataka aniharibie, kuna mtu ameshaingia kwenye hii kesi. Lazima nani mchinje. Anachukuliaje mimi huyu? Mimi na dini na watu wangu. Naye nataka anza kudili na vitu ambavyo nadili navyo.
Yaani kwa maana hiyo anataka aingie kwenye upande wangu, aanze kunichezea akili yangu. Anijui vizuri huyu. Alimfuata hapa. Wewe unataka nini? Fina ikabidi aweze kutoka hapa. Wewe mbona kama vile unaninyapia nyapia? Wewe ni nani kwanza? Fina alieleza ukoo wake pale. Mzee alishangaa sana. Ni makabila ambayo yamekuwa na beef tangu kitambo. Fina kabila lake ni la kusaidia watu, huyu mzee kabila lake lilikuwa ni la kuteketeza. Kwa leo alishindwa. Kwa Fina ameweza kumshinda. Na aliweza kufanya mpango akatoka kweli. Wanamshukuru Mungu, asante jamani, ubarikiwe. Mwamba alikuwa anashukuru, asante sana. Na kushukuru si nikupe nini yani? Mgaka anafikiria, umpe nini yani? Unasema umpe nini? Umpe nini? Kelele zianza pale pale. Atulia mke wangu. Wewe ni kelele tu. Basi Fina ikabidi aondoke pale, ameshawasaidia. Sijui kama hatarudi tena yule mzee yule. Sijui kama chifu hatarudi. Unasema umpe nini? Wewe mbona mnapenda kelele? Wewe kelele nini? Mambo ya ndoa. Acha na ndoa. Wewe tulie. Hawaelewani. Ni kelele tu wewe, tatizo na kelele sana. Wewe ndo na kelele. Hizi kelele hizi. Amekuja nani? Amekuja chifu hapo. Sasa niwaambie tu kwamba muda huu ndo mmekwisha. Niko nikiwachezea tu. Sasa hivi ndo nawaangamiza. Tusamee, mambo madogo yameshaisha yale. Lakini alianza kuwakaba pale pale. Ndo muda wao kuanza kuwachinja na kuwaangamiza. Ndo wanaondoka hivyo. Wasamee jamani, wasamee chifu, na wewe nakuwa nisamee jamani, usinifanyie hivyo. Lakini Fina aligeuka. Kuna hisia fulani ilimjia tu. Umefuata nini wewe? Unahisi ni mdole nimekuachia afu unahisi kama wewe unaniweza, sio? Wewe niwezi. Na nataka nilipe kisasi cha mababu. Fina alipigwa pale kimbola. Fina alirudi nyuma. Na kuangamiza wewe na watu wote hawa. Fina basi alikuja pale akakanyaga kishindo fulani hivi, kikamzoa. Njiani ametokezewa hapa. Wewe sikiliza. Nitaka nikupisha pale kwa sababu kuna watu wengi. Sasa hapa nakuwa kimya. Na utafanya chochote. Wewe unajisumbua tu. Na nikwambie tu hii tabia yako ndio inaishia hapa leo na unaangamia kuanzia leo, unapotea. Utoweza. Alipotezwa kweli pale. Hataonekana tena uchifu. Ameshaangamizwa. Fina ameshawasaidia raia hao. Na sio hawa tu. Na walikuwa wengi tu ambao walikuwa wanapitia mazaga ambao walikuwa wakipitia wa ndugu wao. Unadanganyika kwenye pesa, ukishaja kwenye mfumo anaanza kutesa, hatimaye anakuwa. Fina amesha clear kila kitu. Ameweka kila kitu sawa. Na jamaa alikuja kushukuru hapa. Fina akasema hakuna shida. Paulinus anachokiomba ni kwamba Fina hawezi kuwa na nani? Hawezi kuachana na yeye kabisa. Ampende yule ambaye anampenda. Ujue mimi nishaoa. Nadhani mwenyewe unaelewa hilo. Tafadhali Fina. Fina ameamua kubali tu. Sawa, walikuwa wanapendana na walizinguana. Baada ya kuzinguana, lakini Fina alikuwa anampenda sana Mwamba. Alihitaji warudiane, lakini Mwamba ndo ameshaoa Paulinus. Ndo vile. Kuna mtu aliweza kugonga mlango hapo. Amekuja nani? Amekuja Mwamba ambaye anampenda sana Fina. Na Fina kwa sasa hivi ameanza kujaajaa. Jamaa amekuja hapa nikuja kumalizia tu. Yaani kama umeshakula ng'ombe mzima mbaki tu mkia. Anasemaje? Tafadhali naomba ukubali niwe mpenzi wako. Yaani niwe mchumba wako. Akamvisha pete ya uchumba pale. Fina ashakubali, ashaja kwenye mifumo. Nishakubali. Mnapendezana. Mwamba kaanza kutandiza hapa, kaanza kujazia nyama. Yaani mnapendezana sana, tena sana. Cheki. Mmekaa bomba sana hii kapo hii. Yaani kapo ni hata grade sije nini alitovunja. Paulinus anapepelea, anajua kuna pesa yake inakuja. Ameshamwelekea, amempa mbinu nyingi sana. Familia asante. Basi nakuja. Mwanangu pesa yangu vipi? Basi siku zilikatika. Madeni ni kama kawa. Watu wameshaanza kufunguka hapo, madeni wameanza kumiminika. Madeni yanaendelea. Jamani tutakulipa. Alafu unajua nini, usichukulie hivi. Sio mtu tunakuwa matajiri. Sijui anatuonaje. Usione kisa tumekaa huko kijijini huku. Sio maisha yetu kabisa haya. Unatuchukuliaje? Sisi sio mtu tunaondoka naenda mjini. Sasa sijui wataenda kwale mjini au imekaaje? Maana maisha yao yameshaporomoka. Itakuwaje? Mimi sitambui. Wakitoa sehemu ya pili nitakuwasilishia. DJ Dragon the Voice. Bye bye.